Kapatana na Wajaluo weusi hivi. Kwa hiyo wananiambia nyonye mboro. Naona mboro yenyewe haijatairiwa. Mwingine tena wakakuja wakanikula. Mpaka nikararuka kwa kuma mpaka kwa matako, nasikia mbaya bado hata kitu yangu haijapona. Walinikula mpaka mkundu ikakuwa plus na kuuma ikararuka. Kama mwanaume alikuwa anataka kunishika na by force na ikabidi mimi hata mimi nijitetee kushika msumari hivi kama matako. Sasa bado anaombeleza mambo ya matako. Mimi ndio huyo nikakuja nikapatana na schoolmate akanidanganya akanipea mimba ya watoto 3 mapacha kwa siku moja. Shadrack amesha kanda Benego. Hakuwa ameniwa, si ile kitu ya kupatana tu kwa barabara, mtu anabeba mguju anasikia mzuri. Kati pia bado naumia tu mambo ya uzazi bado, tena nikaanguka kwa choo. Mimi huyo tu nikalala kwa choo siku 2, nikakuja nikatolewa na umati wa watu. Nasikia kwa story. Mama yangu naye kwenda kunizaa akakola, babangu akakanyagwa na nini ya pombe hii breweries. Mama yangu naye kwenda kunizaa juu alikuwa anapenda pesa, alikuwa analetewa pesa. Akaniacha mimi nikabaki nikanyonyeshwa na wanadamu. Mimi kunyonya. Madam, sasa usilie, sasa umekuwa mkubwa. Acha kulia. Nimenyamaza. Kwa sawa. Sasa wewe ni mkubwa. Mimi ni mkubwa. Sasa sina bwana. Sina. Umefunga kwa kichwa, usilie. Wai. Nasikia uchungu. Tumbo, inaniuma. Nasikia kukunya. Nasikia kukojoa. Hadi wapi choo iko hapa nikunyie nikojoe. Mimi nasikia mbaya kwa hii stage nini huyo akiwa live hapa baba bwana hapa. Kwa majina naitwa Betty Ayuma Tiema, mzuri tamu keki good girl baby sweet. Yaani kwa majina. Barabara kabisa. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are. This is Bunyore Finest. This is another story. So touching, so sad. I believe it will assist you. Tunaishi kwa challenge mingi. Challenge za maisha. Maisha ni full of challenges. And choices ni very tricky. Leo hii niko na madam ako na story. Mambo amepitia kwa maisha ni terrible, more than a disaster, but bado anaendelea mbele. Amefungwa, amenieleza ameshikwa, amepelekwa ndani na mambo mengine bado atakuwa na kuelezea. Wacha nisikupotezee muda. Weka kitako, anza kutazama mgeni wangu wa siku ya leo. Karibu mtazamaji, acha nikukaribishie mgeni wangu. Yes, karibu sana madam. Habari yako? Mzuri sana. Yes, umesema hao ni watu wangu wanakutazama. Wako tayari sana kusikia story kutoka kwako. So unaanza tu na kujitambulisha. Kwa majina naitwa Betty Ayuma Tiema, mzuri tamu keki good girl baby sweet. Yaani kwa majina Betty Ayuma Tiema. Mzuri tamu keki good girl. Waeleze tu ukiwa nyumbani. Nyumbani mimi ni mama yangu alinizaa akakufa akaniacha, hivyo sikunyonya. Mimi ndio huyo nikakuja nikapatana na schoolmate akanidanganya akanipea mimba ya watoto 3 mapacha kwa siku moja. Shadrack amesha kanda Benego. Kati pia bado naumia tu mambo ya uzazi bado, tena nikaanguka kwa choo. Mimi huyo tu nikalala kwa choo siku 2, nikakuja nikatolewa na umati wa watu. Serikali karibu kunisaidia. Enda pole smart. Unajua hawajaelewa. Watu wangu wanataka kusikia vizuri. Kabla hiyo watoto ulipata saa hizi ama ilikuwa pengine ni mwaka gani mambo kama hii ilikutokea? Ilikuwa 2017. Yes, anzia hapo. 2017 ulikuwa umetosha kukuwa mwanamke? Ilibidi nikuwe mwanamke kwa sababu ya shida. Ilikuwa chokora. Nikaokotwa huko kwa stage. Nikalipewa school fees kwenda Bunyore Girls. Yes. Baada ya kwenda Bunyore Girls. Bunyore Girls hii shule moja hii international mmoja? Of course yes. Kweli? Kutoka hapo nilikuja si kumaliza. Niliachia form 1 school fees, nilikuwa mono. Hata kuachia hapo nikapatana na kijana mwingine kwa barabara. Na akanipenda. Sasa ndio hiyo mimba ikapatikana.
kapatikana. Watoto wangapi? 3, na huyo kijana hata sijui hapo wapi, hata simjui jina ni. Kwa hivyo alikupea mimba ukapata watoto 3? Wote wanaume ama? Ndume Shadrack, Meshach na Abednego. Na akakuwa amekuoa? Hakuwa amenioa, si ni ile kitu ya kupatana tu kwa barabara, mtu anabeba mguju anasikia mzuri. Akakupea mimba, wewe ukajifungua, ukupeleka watoto kwa baba yake. Baba yake sasa ningempata wapi? Serikali ndio ilichukua watoto. Serikali ndio ilichukua watoto na ndio ilinisaidia. Kwa hiyo maneno mimi hata nazalia tunakumbuka mbaya. Nauliza, kwani baba watoto, wacha na serikali hata kama ilichukua usilie. Nasikia uchungu. Tumbo inaniuma, aki nasikia kukunya. Nasikia kukojoa. Hadi wapi choo iko hapa ni kunya, aki nikojoe mimi nasikia mbaya kwa hii stage nini huyu akiwa live hapa baba bwana habari dayo zisumbue. Ndio nauliza. Pole kama unakumbuka unasikia vibaya. Nimesikia mbaya. Baba watoto pia alikuacha kwa hiyo maneno ama serikali ilichukua ndio baba watoto akakuacha ama? Baba watoto sasa aliruka station. Aliruka story. Wakwao wakasema ati yeye ni kijana mdogo hawezi kupatia mwanamke mimba wa watoto 3. Na ni vijana tupu, na unajua sasa huko kwetu venye wanasemaga mapacha ni wabaya kwewe. So wakamwambia hivyo akaruka. Okay. So sister. Yes. Ningependa kujua wakati wewe uli drop out kutoka Bunyore Girls. Umesema Bunyore Girls? Maisha ulianza aje sasa maisha? Mimi naanza kuenda Kisumu. Yes. Nikapatana na Wajaluo, zile nyumba za nyazi zile. Ulikuwa unasomea Kisumu? Nilienda huko tu kutafuta kazi. Kufika huko kapatana na Wajaluo weusi hivi. Kwa hiyo wananiambia mnyonye mboro. Naona mboro yenyewe haijatairiwa. Mwingine tena wakakuja wakanikula. Mpaka nikararuka kwa kuma mpaka kwa matako, nasikia mbaya bado hata kitu yangu haijapona. Ngoja. Hiyo ni mambo yenye kufanyika Kisumu? Imagine. Yaani walikuwa ebu sema pole hapo. Ni utakuwaje tu uko sawa? Ulikuwa umelewa? Sikuwa mlevi. Kuna mjamaa mmoja alinitongoza hapo Kisumu. Akaniambia tuende naye. Kwenda kumbe hakuna manyumba huko, ni nyumba za nyazi. Kuniingiza huko kumbe kuna watu wengi. Alafu akatoa kitu yake akaniambia ninyonye. Kwenda kunyonya nikapata hiyo kitu hata haijatairiwa. Mwingine tena akakuja, wengi wakanikula mpaka ukukata. Sasa ningekataje na niko kwenyewe na sijui ni wapi. Tuwadi nikula mpaka mkundu ikakuwa plasi na kuuma ikararuka. Mpaka ingaenda hospitali nikachonwa. Hukuenda kushtaki police station mambo kama hiyo? Sasa ningeshtaki aje na mimi sijui penye nilikuwa nimepelekwa kwa mashimo tu kwa manyazi. Na ulifanyaje sasa after umepelekwa hospitali? Nilikuwa natembea mbata kama mbata. Kufika hospitali ndo nikachonwa, nikasikia msuri. Wakati walikushona yani lazima mtu asimamie mwingine matibabu. Nani alikusimamia matibabu? Matibabu si unajua ukirepiwa ulifai kumaliza 24 hours hospitali, unapewa unatibiwa bure. So wewe ulienda immediately? Na wakakutibu? Bure. Na wakakupea P3. Sasa mbona hukushtaki washikwe? Sasa ningewashtaki aje na nilikuwa huko mbali penye sijui. Sasa kitendo kama hiyo wewe ndio yani mimi nashangaa sana. Haukuweza hata kuchukua ripoti ya kuambia hata watu umefanyiwa mahali kama hivi na hivi, ama ulikuwa unapenda pia wewe? Hapana, si kupenda. Unaona hii mambo ya kupewa pombe unalewa alafu mtu anakuambia kuja hivi. Ndio hiyo sasa wanawake tunafaa tutikue ready akiwa pombe. Alafu nikafuata. Tuende, nikaenda. Kumbe kwenda huko napatana na manyama zingine mingi na hazijatairiwa. So hawata kazi hukupewa? Hakuna. Hukurudi nyumbani? Si nilienda kushonwa kwanza ndio nikarudi nyumbani. Hii kitendo yenye ilifanyika ni kitendo mbaya sister yenyewe. Ungetulia.
Sasa mimi mwenyewe sikuwa najua penye nimepelekwa. So ungefanya anything? Hakuna. Na story yenye umesema ulienda paka jela, nini ilifanyika hapo? Nakwambia mimi ilibidi tu nifanye hiyo maneno kwa sababu mimi mtu hawezi nipiga kichwa ikae kama hii, na mimi nikarudisha mkono. Kwenda kurudisha mkono, msumari pia ikampata kwa matako. Ulikuwa unapiga mwanamke mwenzako kama mwanaume? Mwanaume alikuwa anataka kunishika na by force na ikabidi mimi hata mimi nijitetee kushika msumari hivi kama matako. Sasa bado anaombeleza mambo ya matako. So hiyo walikuandikia kesi gani ndio wakushika? Hiyo kesi sasa unajua ilikuwa mara ya kwanza, siwezi jua ni kesi gani. Wakakushika nayo? Walikupeleka kotini? Ama ulimalizia polisi? Nilihangaika kabisa, nikahangaika kabisa kulala kwa simiti chini maane. Nilisikia mbaya sana. Police station? Ati kukojoa unakojua ndani ya ndoa akiwarai. Hiyo ni station wanakuanga na choo? Kwa station kulikuwa pale mahali penye wanaekwanga wale wa ufugo wa kwanza. Ulifanyaje ndio ukatoka? Si Mungu tu ndiye alinitoa, kwa sababu wakati nilipanguza nikawaoshea mpaka macho, nikamwaga maji mafi za macho, ndio nikatoka huko ndani. Ni process. Ulimaliza kifungo ama walikufanyia nini? Unajua mtazamaji hajaelewa. Ndio ulitupa huko ndani kwa hiyo makosa yenye ulifanya ya kuumiza mwanaume, hiyo alikuwa amekuumiza. Sasa ulifanyaje ndio ukatoka? Yani ulimaliza kifungo? Walinihurumia kwa sababu mambo yenye nilikuwa naongea huko ndani nikipanguza nilikuwa nalialia. Wewe akasema hapana, acha huyo atolewe. Hapa afangie tu. Basi tuelezee hapa kuhusu mambo ya watoto wako. Venye ulitoka bado watoto walikuwa kwa serikali mpaka saa hizi? Watoto bado wako huko. Bado wako kwa serikali? Lakini mmoja ndio alikufa, wawili ndio wako. Tena mmoja alikufa akiwa na mwaka moja, nikaitoa huko tu, mtoto amekufa. Ayapeleka nyumbani tukazika kwetu kwa Boma. Sasa wamebaki wawili. Shadrack na Abednego. Shadrack amesha na Abednego, wakati Shadrack amesha kanda alikufa. Niko na huzuni akiwarai. So madam. Yes. Na hii nini umesema ulishikwa ukapelekwa ndani? Ndio. Huyo mtu walikuandikia makosa gani? Waniandikia makosa ya kubeba msumari ndani ya nikamweka matako, juu alikuwa amenipiga kichwa. Yeye ndiye alikuwa amekupiga kichwa? Na hiyo ambayo ilikuwa na msumari. Sasa mimi kwenda kujiokoa nikatukia nimeweka kwa matako. Haya. Sasa kabla utoke huko ndani, huyo mzee wako alikuwa anakuja kukuona? Hakuna. Na huyo mwenye ulipika ni huyo mzee wako ama alikuwa mtu mwingine? Alikuwa mtu mwingine, alikuwa anataka keki yangu. Keki ni nini? Keki ni kitu ya katikati ya miguu. So wewe ni changamoto zipi zenye wewe ulipitia huko ndani kabla wewe utoke huko? Huko nilihangaika, nilikuwa na mwaga mavi. Ulikuwa na mwaga mavi aje? Yaani wanakuja kwa choo alafu kwa ndoo alafu wananiambia niende ni mwage. Ulikuwa unawapelekea mavi ya ndoo unapeleka? Nilikuwa huko Kodiaga, nilihangaika sana miaka 2. Hiyo sasa. Ole. Asante. Sasa hiyo Kodiaga ulifanyaje? Ni nini yenye unasema uliona huko yenye unaweza ambia wenye wanakutazama, watazamaji wangu waogope kwenda huko? Kitu yenye niliona huko ni kitu ingine kubwa sana. Hakuna sahani, mnakulia tu sahani mbaya chafu na ni cabbage tu na ugali. Na unaweza kuga mafi wanamuitanga aje? Cairo. Changamoto yenye wewe ulipata mpaka unasema mimi yenyewe siwezi taka kurudi ndani, ni nini yenye ilikufanikia huko?
Ajali nifanyikia huko, siwezi taka kurudi ndani, mbana bado niko na bandage kwa kichwa. Na sitaki kurudia huko tena. Na sikianga huko kuna kuanga na malele. Wamai kufanya hivyo? Walinifanya hivyo. Kulikuwa na msichana mwingine mrembo mweupe pe. Alinishika vidole chini, nikamwambia hapana, usinishike vidole huku chini. Mimi kitu yangu inatumiwanga na sema enda nini? Mtu akishika vidole chini kwani hajashika wewe? Sasa alifanya vibaya juu mimi hata hapo mahali nilikuwa nimekaa mwaka 2 sikuwa naona nyama mbichi moto ya katikati. Alafu ananishika vidole huku chini na mimi nikaanza kusikia mbaya. Alikulazimisha? Mimi nilikuwa amelala karibu na mimi, akasema anataka mimi black skin iko sawa. Wewe ni mwanamke mwenzako na ni mweupe? Yeye ni mweupe mnono na mimi sikupata na huku nyuma vizuri. Yeye alikuwa mweupe pepe. Wewe ulifanya nini? Ilibidi kubali? Ningekubali kwa sababu nilikuwa nimemiss hiyo nyama mbichi moto. Kwa hivyo hakukulazimisha? Mimi tulikuwa tumelala, unajua alikuwa ni kama mori, alikuwa amevaa dera na mimi nilikuwa na dera tena hiyo ya ndani. Sasa wakati aliniguzaguza hivi nikasikia kinembe imesimama, nikasikia msuri. Kwani hii mambo yenye wanasemanga malele ni uongo ndani, kumbe ni ukweli? Hiyo nao ni ukweli. So ulifanyaje ndio ukatoka ndani ama ulimaliza kifungo tu? Asikumaliza, wanisamea wakaniambia mimi mzuri, shida zangu ndio walifanya nikatoka. So wakati ulitoka ni watu wako walikukujia? Hakuna. Ukiwa na shida rafiki yako ni ule wa karibu, hakuna wenye alinikujia hata mmoja. Kulikuwaje? Hebu tuambie venye uliachiliwa, kulikuwaje ndio ukafika paka nyumbani? Venye niliachiliwa, kuna soja mmoja kumbe alikuwa ananitamaningi kwa geti nikiosha hapo ndani. Akaniambia yote nikusaidie fare, na akanipea fare ndio nikaenda. Shilingi ngapi? Alinipea 100. Ilikuwa ni karibu na nyumbani Godiaga. Okay. So na wakati ulitoka ndio wakati ulikuta watoto wamepelekwa wapi? Ulipata watoto wa familia inaendelea aje? Familia mimi hata wakutaka kunikubali, hata wakutaka niingie kwa maboma zao. Nilienda tu tena nikarudi tu hapo Luanda hapo tu. Nikakaa kwa vibanda. Sasa machungwa mtu akiweka machungwa meoza, mimi naokota na kula. Kukaa kama chokora hapo Luanda? Nilikaa chokora, ni ukweli. Kwa muda gani sasa watoto wenye ulikuwa umeacha ndio manake wakapelekwa Children's Home mama? Watoto sikuwa nimeacha, watoto nilichukuliwa nikiwa hospitali. Ajua hakuna mwenye alilipa bili hata moja. Na nilitolewa watoto wakiwa na miezi 6. Ni wakawekwa incubator. Ndio hiyo bili kapanda. Ndugu zangu zote walinikana. Kila mtu alinikana. Sasa hakuna venye ningelipa hiyo bili bila hii serikali kunisaidia. So serikali ndio iliingilia wakakusaidia? Ndio nikatolewa. Nilikaa huko. Nilikaa kwa hosi. Nilienda hosi niko na mimba miezi 6. Watoto wakawekwa incubator wakamaliza miezi 3. Mimi mwenyewe niliwekwa kwa bed rest kwanza tena baada ya watoto. Pole. Hapo nimenyamaza. So wakachukuliwa tu wakiwa kwa hosi. So wakati ulimaliza kifungo ulienda nje huko na watoto? Sikuwa na wao. Well. So family kwani kwenu mko watu wangapi? Tulizaliwa wasichana 13, kijana mmoja. Well. Na mimi ndo namba 14. Wewe ndio kitinda mimba? Kabisa, sijui mama yangu sijui baba yangu, naonanga tu makaburi zimejaa huko kwa boma yetu. Kwa hivyo unamaanisha aje kusema hivyo? Unamaanisha wakati mama alikuwa anakuzaa ama shida ilikuwa nini? Wakati baba alipea mama yangu mimba. Venye nasikia kwa story. Mama yangu naye kwenda kunizaa baba yangu akanyagwa na nini ya pombe hii breweries.
Mama yangu naye kwenda kunizaa juu alikuwa anapenda pesa, alikuwa analetewa pesa, akaniacha mimi nikabaki nikanyonyeshwa na wanadamu. Hapo hata sijaelewa kidogo. Yeye akakuwa alikata roho. Alikata roho akinizaa. Pole. Mimi nikabaki tu hivi. So short kunyonya. Mimi nikunyonya. Madam. Hata usilie, sasa umekuwa mkubwa. Acha kulia. Nimenyamaza. Kwa sawa. Sasa wewe ni mkubwa. Mimi ni mkubwa. Sasa unafikirianga aje kuhusu hao watoto wako? Watoto wako sawa, mimi naendanga kuwaona. Hata hii mwezi wa 6 naenda kuwaona. Hauwezi pewa? Siwezi pewa. Lakini nitapewa tu. Pako wamalize miaka 18, lakini wache wasome, wasiteseke venye mimi niteseka kwa maisha. Kabisa. Huko wanasoma? Wako vizuri sana. So mtazamaji angetaka pengine kukusaidia, ungetaka kusaidia aje? Mimi ngoja nataka nisaidiwe tu nipate kazi ama nifunguliwe biashara. Niache kuhangaika. Bado unahangaika? Unahangaika aje? Inahangaika, angalia venye niko. Sina bwana. Sina umefunga kwa kichwa. Tena ni nini hiyo? Hizi ni ile bandage yenye nilipiga mwingine kwa sababu alikuwa ameniumiza. Haijai pona? Haiwezi pona. Ikifika mahali inatingika yenyewe, inacheza cheza. Sasa kazi utapata aje na uko hivyo? Kazi angaliwi kichwa venye nimefunga. Kazi ni kazi. Hata kama mtu anaweza nifungulia biashara yote tu, sinaweza kuwa tu mzuri. So watazamaji wamesikia. Pengine ungetaka kusema ni kazi kama gani? Umesema biashara ama umesema biashara? Mtu akufungulia tu kama biashara. Unaweza tulia na unachukua watoto unawalea. Mzuri. Okay. You're watching Bunyore Finest Entertainment TV. Like, share and subscribe, then ring the bell.